Na tunatumia kwamba pesa hizo zitatumika vyema. Na makundi ya kutetea haki za binadamu mjini Kilifi yamepokea mafunzo kuhusu jinsi ya kutayarisha na kuwasilisha kesi za dhuluma za jinsia mahakamani, hii ikiwa ni njia moja kupambana na wanaotekeleza dhuluma hizo pamoja na kuwasaidia waathiriwa kupata haki. Mafunzo hayo yanalenga kuangamiza dhuluma za kijinsia katika jamii kupitia sheria. Kuna disable mwenzake wafanya. Alafu msichana mrembo. Hata mimi nimeshangaa. Na kusema habari na kusisima mahali ili ujumbe ufike. Kupata haki kwa niaba ya jamii. Tunahamasisha jamii kwa mambo kadha ili kuweza kuwapa nguvu na uwezo wa kupigania na hizi dhuluma za kijinsia. Na ni muhimu sana especially kwa maeneo kama ya Pwani ambayo imekuwa na kesi nyingi sana za dhuluma za kijinsia. Sasa ni muhimu kuwasaidia ili wawe na watu kati yao ambao wanaweza watetea na kuwa na watetezi kati yao. Not so many people would actually come out of the different areas to address issues of a different community. That's why we brought the PIL to Kilifi, so that people in Kilifi can actually spearhead their own public interest cases to improve their lives. With more of these trainings, we are going to be able to achieve social justice or social change in our communities, because most of the times we see that people remain silent, not because they prefer to be silent, but because they do not have the knowledge or the technical know-how of how to approach certain situations that affect them. So I'm hoping that the training that we've had today, that is with the Social Justice Centers Working Group together with Katiba Institute under the project, the GBV project funded by the Norwegian Embassy, that is in partnership with the Norwegian Embassy, that will be able to empower more people in our communities to be able to stand up for themselves. Na mtazamaji, ni taarifa hiyo ambayo inaniruhusu nitamatishe taarifa zetu za yanayojiri. Nashukuru sana kwa muda wako kuanzia mwendo wa saa 4. Kwa sasa nitakuwa na